Danieli 1:3 hadi 4. Danieli 1:3 hadi 4 inasema, mfalme akamwambia Ashpenaz, mkuu wa matomashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, wasomi, watakaoweza kusimama katika jumba la ufalme. Tena akamwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kisa hiki tunaona Daniel jinsi, na ametajwa hapa ya kwamba watu waliokuwa wanatafutwa na mfalme hapo ni vijana ambao ni werevu. Tunaona jinsi gani werevu wa Daniel ulivyofanya mpaka akaweza kumshawishi yule msimamizi wao mkuu ili wasitumie vinywaji au vyakula vile ambavyo mfalme alikuwa ameagiza uitumie ili miili yao ipendeze zaidi kama vile mfalme alivyokuwa ameamuru. Na kwa werevu sana na kwa hekima waliweza Daniel kufanikiwa. Lakini hekima hii, Daniel pamoja na wale wenzake wale vijana walikuwa ni watu wa maombi, na ndio maana waliweza kufanikiwa hata kwenye huo mpango ambao ulikuwa ni mtego kwao, kwa sababu Daniel alifikiria akasema, siwezi nikajinajisi kwa vyakula hivi vya mfalme. Hivyo na wakaweza kumconvince, maanake naye alishtuka sema, jamani, nikigundulika tu huko kwa mfalme kwamba si wapi hiyo resheni yenu ya chakula, hapa sina kichwa. Lakini Daniel akasema, sasa sawa, lakini tunaomba tu siku 10 tu tujaribu katika hizo siku 10, na baada ya hizo siku 10 basi uone itakavyokuwa kama wengine wanaotumia hivi vyakula vya mfalme. Na ukiendelea mbele pale utaona kwamba Mungu, kutokana na yale maombi, Mungu alimfanya hata yule mkuu wao aliyokuwa anawasimamia akaingiwa na huruma fulani, kwa hiyo akaruhusu. Na kweli baada ya siku 10 wao walikuwa tofauti sana na hao wenzao. Basi hivyo katika hali yoyote ile ya kawaida, katika ile nafasi hapo Daniel, katika zile nafasi Daniel aliyokuwa nayo, kwa werevu mkubwa na kwa hekima aliweza kupata ushindi. Hivyo katika kutambua nafasi zetu zote tulizo nazo, tujue kwamba nafasi hizi zina mashambulizi, na namna ya kushinda hayo mashambulizi ni kujikita sana katika maombi. Unaweza bila hivyo, kwa kweli unaweza kukuta unakutana na rodi la mchanga njiani na ukaichilia mbali. Ni kipindi ambacho kila mtu anajua ya kwamba ili kuweza kushinda, ili kuweza kuwa na uhakika wa hizo nafasi zetu, basi tumtangulize Mungu na Mungu atatusaidia ili tuweze kushinda. Tambua nafasi
nadhani ilikuwa Jumamosi iliyopita, kiongozi wetu wa huduma hapa alitoa ushuhuda fulani. Akasema kwamba alikuwa ameandaliwa siku za kufa, lakini na alitupa visa ambavyo vilitokea, lakini kwa sababu alijua nafasi yake na alimtanguliza Mungu, kwa kweli anasema mpaka leo hii anatembea, yuko mzima na anafanya kazi kama kawaida. Nafasi hizi, na hasa nikikumbuka kuna kipindi fulani wakati nilipokuwa bado nafanya kazi, nilienda mkoa fulani. Ilikuwa ni kipindi kama hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kweli wenyeji niliokuta huko katika kufanya hizo kazi na nini, katika maongezi tu ya kawaida, akasema aisee, sasa hivi tulikuwa tunapita mtaa fulani hivi, kakuta kuna magari na Benzi, magari makubwa fahari yako pale. Hivi hapa ni kwa bosi gani hapa? Wakasema bwana, hapa si bosi, hapa ni kwa mganga. Si unajua hapa kuna watu wanakuja kutafuta ubunge, waziri. Kwa hiyo hapa bwana, usione hivyo, ni watu wanaokuja watengenezwe ili wapate hizo nafasi. Kwa hiyo katika hali hili la nafasi, aidha uwe upande wa Mungu, aidha uwe upande wa shetani, lakini unaweza kupata mafanikio hata upande huu wa shetani, lakini mafanikio yake sio ya muda. Mafanikio yake ni ya muda mfupi tu, na baadaye yanayeyuka. Lakini huku kwa Mungu utakuwa na uhakika wa hiyo nafasi bila kuwa na tatizo lolote ile. Uwe kwenye ndoa, utambua kwamba hiyo ni nafasi, na kuna vita, kuna mashambulizi, na shetani amelenga sana kwenye hii taasisi, kwa sababu anajua ndo taasisi ambayo ina watu wengi sana. Lazima mtu unapokuwa, lazima uwe na familia. Kwa hiyo usipotambua hiyo nafasi ulionayo, ndoa hiyo itakuwa na shida. Na ndio maana tunaona shida nyingi sana sasa hivi kuhusu hilo swala la ndoa kwa vijana wetu. Wengine hata mwaka hawamalizi. Hii yote ni kutokutambua kwamba nafasi yako ina mashambulizi. Nafasi yako ina vita. Iwe uko kwenye uchumba, ujue kabisa hapo tena kuna vita. Lazima uelewe ya kwamba nafasi nilionayo sasa hivi ina vita. Na shetani ni mjanja sana, kwa sababu huwa anatumia njia zile, misingi ile ambayo Mungu ametuwekea, ndo anapitia humo. Unaweza mkawa mko katika familia, mnapanga na mwenzio namna gani ya kuweza kutatua matatizo yenu mlionayo hapo ya familia, shule za watoto au nini, mambo mengi tu.
namna ya maendeleo ya kufanya. Lakini sasa mnapopanga, lazima kati ya moja hapo mtakubaliana, lakini baadaye ataenda akajiulize huko. Na mtindo wa kujiuliza unakuja ni mtindo ule ule wa staili ya nyoka, jinsi alivyomwingia, alivyokuwa wanazungumza na watu hao. Utasema hivi ati bwana anasema nimuonyeshe sana silipu yangu ili ajue ninachopata, tuweze kujiweka sawa kwenye matumizi. Sahihi kweli? Alafu anakupeleka kwenye mafungu ya Biblia sasa. Mkuu wa familia ni bwana. Bwana ndo mkuu wa familia, mume wako ndo mkuu wa familia, lazima ndo akarimike, ndo akutunze, akulishe. Sasa Mungu ananiambia itakuwaje hapa? Kwa katika misingi hiyo hiyo, katika nafasi hizo hizo, shetani anatumia hizo hizo ili kuweza kutuvuruga, na akisha kukutoa kwenye ile nafasi, basi ujue ndoa yako ndio imeisha. Hivyo tunatakiwa tuwe werevu sana sana ili kuweza kuzitunza hizi nafasi tulizo nazo. Lakini hizi nafasi kuna namna ya kuziendeleza. Unaweza ukawa na nafasi, lakini sasa mafanikio yake, kwa sababu nafasi unapoipata lazima uendeleze, utoke hapo ulipo. Kama ni una duka, basi lazima baada ya duka iwe kubwa, iwe supermarket. Kama ni mtu na kampuni, basi lazima kampuni yako yakishimisha kuwa imepanda kwenye level kubwa. Iwe ni kazini, lazima utaona kwamba lazima sasa hapa nafasi za kupanda. Sasa usipojua, inakuwa na kwenye ni tatizo. Inakuwa ni tatizo kwa sababu itabaki iko pale pale, na matokeo yake basi hakutakuwa na maendeleo. Hali yangu kidogo si nzuri, lakini ni wakati kwa ilikuwa naimba hapa, nikawa namwangalia sana mwalimu wa kwaya, kaona mbona amevaa kama mimi, lakini mbona tena zaidi mwenzangu ameweka na tai, lakini mbona atoki jasho. Nikaona hii shida nilionayo ni kubwa. Pamoja na kufanya nguvu kuingisha na nini, lakini yuko vizuri. Sasa nikajua hapa na tatizo, itabidi tumzidi kuniombea kwa kweli. Sasa nafasi hizi jamani, inabidi tuzilinde na kuzikuza. Na kwa sababu ya muda, size ni sustenance. Na mimi huwa naamini kabisa huwa mibaraka, huwa kila kipindi kinakuwa na mibaraka yake. Kwa hiyo nisije nikajikuta naingia kwenye mibaraka ambayo sio inayostahili na watu wakaanza kusinzia. Ya kwamba katika nafasi hizi kuna namna ya kuzilinda na kuzikuza. Na namna ya kuzikuza, wewe ukategemea leo malaika ameshuka hapo na kuambia sasa mzee Maduhu, sasa leo nadhani badala ya biashara hiyo unayoifanya, hebu fanya hii. Utaomba na hutaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kuna kanuni ambazo tunatakiwa tuzifuate ili tuweze kuzikuza hizo nafasi zetu.
Nitawasomea mafungu tu ambayo mwenye nafasi basi ataweza akaenda kuyasoma, lakini mimi nitatoa tu muhtasari mfupi tu hapa wa kanuni hizo za kuweza kupata. Na kanuni hizi ni kupitia watu ndio wenye kutupa au wenye kutoa. Kuna watu ambao Mungu ametoa ni baraka kwa watu. Ukipata nafasi ukisoma ile Zaburi 2 mstari wa 8, pili Isaya 43 mstari wa 4, na mwisho ukisoma ile ambayo nilikuwa ndo nimeweka kama fungu la pili, Mwanzo 40:14. Tunatakiwa tuombe tuwe na watu. Katika mafungu haya yote ukisoma utaona kwamba tunatakiwa tuombe tukiwa na watu. Mungu atakuinulia kabila za watu, na Mungu ameweka mibaraka katika hizi kabila za watu. Unahitaji mtu ili akutaje. Bila kutajwa na mtu sidhani kama utapata nafasi. Na kwa kawaida tu ninavyotizama mimi sijawahi kuona mtu aliyefanikiwa au aliyepata kuwa na cheo kikubwa bila kutajwa na mtu. Lazima utajwe na mtu. Tukiendelea kwenye huo mfano huo somo ambalo tulikuwa tumesema ili ambayo tumeandika Mwanzo 40:14, mfano hapa upo wa huyu Yusufu. Mungu alikuwa amemwandaa toka utotoni, alikuwa amemwandaa, amepitia kwenye mikono ya watu, akauziwa hapa, akapelekwa hapa mpaka akafika kwa huyo mfalme. Na hata baada ya kupelekwa gerezani alihitaji mtu akamtaje ili aweze kutoka. Na kisa hicho ukikisoma utaona kwamba Yusufu aliweza kutoka, lakini ni kwa kupitia kutajwa. Maisha tunayoishi nayo ni kuunganishana. Ndo kanuni yenyewe. Wewe mwenyewe kama mwenyewe bila kuunganishwa na mtu huwezi kutoboa katika nyanja yoyote ile, iwe ya kiroho iwe ya kibinadamu. Unachotakiwa sasa, inabidi utengeneze kanuni, utengeneze thamani. Wewe ujitengenezee thamani yako rohoni. Na hii thamani ni katika eneo lolote lile. Iwe ni kuimba kanisani, jitengenezee thamani rohoni. Imba kweli, kiasi ya kwamba watu wanapokuangalia wanaona kweli huyu mwimbaji. Iwe ni katika nyanja yoyote ile, iwe biashara, kazi, iwe kwenye kuvaa, iwe kwenye kula. Unatakiwa ujitengenezee thamani. Unatafuta mchumba, unatakiwa ujitengenezee thamani. Wewe unatafuta mchumba, alafu unakuja kanisani huko ovyo tu hivi, hata huyo utakayemwendea atasema sasa huyo kama yuko hivi, uwezekano huo upo kweli? Wewe ni binti unatafuta mchumba,
Inabidi ujitengenezee thamani. Sio unatembea tembea tu kama mzee Madu hapa wa miaka 60 na kitu. Jitengenezee thamani. Hivyo thamani ni muhimu sana. Natengeneza thamani vile vile, kingine ni cha muda. Kila jambo lina muda wake. Muda huo ukipita, basi hata ujipitishe vipi. Mzee Madu hapa muda umepita, alafu ndo nafikiria sasa tena mambo fulani. Watu watakushangaa. Huyu mzee nadhani ameshaanza sasa kwa kidogo ana shida. Lakini thamani hiyo, na ili kutengeneza thamani jamani, la muda ni la muhimu sana. Hapo utaingia, utafanya biashara fulani, utafika muda na yenyewe hiyo biashara inakuwa basi naiacha. Kwa lazima ujitengenezee thamani. Lakini yote haya yanatakiwa umombe Mungu sana. Hii thamani huwezi kuipata hivi hivi tu. Lazima uombe sana. Na hiki kifungu cha kuomba ukisoma pale kwenye Zaburi 2 mstari wa 8 unaweza ukakipata kinachokazia kuomba kwa ajili Mungu akuwezeshe ujitengeneze thamani ambayo inaweza ikakubalika. Na uombe kwa sababu kuna shetani vile vile. Unaweza kujikuta unajitengenezea thamani lakini kumbe ni upande wa shetani. Kwa hiyo tuombe sana ili Mungu atupe muda, atupe nafasi ya kupata watu sahihi wa kututaja. Vinginevyo unaweza kutajwa na watu ambao sio sahihi. Na shetani kazi yake pamoja na kutajwa hivyo lazima uzidi kuweka kwenye maombi, kwa sababu shetani atataka akuchonganishe na hawa watu sahihi waliokutaja akurudishe. Kwa hiyo omba sana. Hivyo katika kipindi jamani tunachokuwa cha maombi hapa, kwa kweli ni kipindi muhimu sana. Ni kipindi muhimu sana, ingawa tunakichukulia kama poa, lakini ni kipindi muhimu. Naomba tusimame na tunapoenda kumaliza ibada yetu na wimbo unyeshaji.